mbali za kupata makundi ya nyuki ambazo nimeigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inazungumzia njia mbalimbali ambazo unaweza kupata makundi ya nyuki, lakini sehemu ya pili ikiwa ni kama mwendelezo wa sehemu ya kwanza, tunazungumzia vivutio vya nyuki kwa njia ya let alone method. Tukizungumzia let alone method, hii ni method ambayo inahusisha hanging out the beehives on the trees, then unaiacha, unailet alone, unaondoka, then unakuja kurudi kuangalia if nyuki wameingia au hawajaingia. Kwa hiyo hii ni mwendelezo kama wa hii slide ya kwanza, ambapo tukianza kuna njia mbalimbali kupata makundi ya nyuki, ambayo kuna njia ya kununua makundi. Kuna baadhi ya watu wananunua makundi. Ununuaji wa makundi huko wa aina mbili. Kuna makundi ambayo yananunuliwa yakiwa katika nuclear boxes au swarm catchers, lakini pia kuna makundi ambayo mtu ananunua yakiwa well established kwenye mzinga, yani kundi zima, mtu labda alikuwa na shamba lake la nyuki akaamua kuuza. Kuna njia nyingine ambayo ni kugawa makundi ambayo yamejaa. Kwa mfano sasa hivi tunaelekea swarming season, ambapo kwenye swarming season makundi huwa yana tabia kujigawa. Kwa hiyo kama yana tabia kujigawa, kabla kundi halijajigawa, ili uhakikishe wewe kundi lako limeingia kwenye mzinga wako. Okay, nimepata concern ya nani? Nilikuwa nasoma message ya Trosten kwamba aelewi Kiswahili. Tunalishughulikia hilo swala. I think tutakuwa na session mbili, English session and Swahili session, from session ambazo zitakuwa zinafuata. Tutakuwa tunajitahidi kuweka session mbili ili watu wawe wanaelewa. Ya leo nilikuwa nimeiandaa kwa Kiswahili, kwa hiyo tatuia lazima Matias utamjibu hapo kwamba tutajitahidi tuwe na session mbili. Ya leo tulikuwa tumeandaa kwa Kiswahili, basi tumalizie kwa Kiswahili. Yes, atuwie radhi kwa leo. Yes, kwa hiyo katika hizo njia zote tukianza na njia ya kwanza, kununua makundi kwenye NUC boxes au nuclear boxes. Nuclear boxes ni mizinga ambayo huwa na frame chache au ni mizinga midogo. Mizinga hii huwa ina frame 4 au 5. Mara nyingi wale ambao ni producers wa kuuza makundi ya nyuki huwa wana rare bees kwenye hizi NUC boxes, then wanauza, au wengine wanafanya colony division alafu wanauza. Hii ndio njia ya kwanza kabisa. Katika frame 4 au 5 zile zinazokuwa ndani, mara nyingi huwa tunashauri ununue NUC box ya frame 5, ambayo sega moja au mawili yanaweza kuwa ni masega ya brood au young bees, lakini masega yanayofuata yanaweza kawa masega ya chakula, nikimaanisha pollen and nectar, ambazo ndo zitasaidia wale nyuki kusurvive. Lakini pia kundi lazima liwe na queen au liwe na queen cell. Lakini pia unaponunua makundi haya kwenye hizi NUC boxes ambazo watu wanauza, zingatia kitu muhimu ambacho ni performance ya kundi. Kwamba kwa mfano unaweza ukachukua kundi Morogoro ukawa umelipeleka Dar es Salaam likashindwa kuperform vizuri, lakini unaweza ukalitoa kundi Tabora lilikuwa liko vizuri. Kwa hiyo makundi sometimes yanashindwa kuadapt kulingana na mazingira. Yakishindwa kuadapt kulingana na mazingira ndo yanashindwa kusurvive. Kwa hiyo unaponunua makundi kwa njia hii, unatakiwa kuwa makini kwenye performance za makundi, lakini pia lazima uhakikishe kuna malkia mle ndani, lakini zile frame lazima ziwe za chakula, za young bees, manake kwa ajili ya overlapping of generation ya wale nyuki. Then tunazungumzia kununua makundi ambayo yako katika mzinga kamili. Mizinga kamili manake hii ni kwa wale wadau ambao huwa wanakuwa na mashamba ya nyuki, then wanauza makundi ya nyuki yakiwa tayari yako kwenye mizinga. Kwa mfano kuna watu alikuwa na shamba la nyuki mahali, then anaamua kuuza. Sasa ukipata kundi kwa namna hii au mizinga kwa namna hii, kitu makini ambacho unatakiwa pia kuwa nacho, unatakiwa kuangalia uchakavu wa vifaa au mzinga. Sababu yule anapokuuzia hilo shamba la nyuki, anakuuzia shamba la nyuki likiwa liko
liko katika hali ambayo alishafanyia kazi. Sasa unaweza ukakuta mizinga imeshaanza kuchoka, kwa hiyo kabla hujafaidika, mizinga ikawa imechoka, imeharibika kabla hujafaidika wala hujapata chochote. Lakini pia mizinga inaweza ikawa mibovu. Kwa mfano hapa nimesema kuwa makini na performance ya kundi, kwa sababu unaweza kukuta yeye mwenyewe mfugaji anayekuuzia eneo lile ameliona bovu, yani amefuga karibu miaka 3-4 hajapata chochote, ndo ameamua kuuza. So unapoenda kununua unatakiwa kuwa makini kuanzia vifaa visio vimechoka sana, lakini pia makundi unayonunua angalia performance yake kwenye honey production, kwenye defense, kwenye mite and tunaita mite na disease resistance, kwamba je anaweza kusurvive na je yameshindwa. Umeona? Kwa hiyo hii ni kitu kingine, kuwa makini na usafirishaji. Masega huwa ni delicate sana unaposafirisha. Kwa hiyo unapotoa mzinga kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, huwa unakuwa na shida. Yaani gari inapotembea inakuwa kuna mabonde na kadhalika, ambayo yanaweza yakasababisha ule mzinga kudondoka. Mzinga utakapokuwa umedondoka au mzinga utakapokuwa unayumba, hataki uangushe masega, unatakiwa ufike ukiwa salama. Kwa kuwa makini sana kwenye usafirishaji, lakini kuwa makini sana kwenye hivi vitu, performance ya kundi na uchakavu wa vifaa unaponunua makundi kwa njia hii. Lakini ni njia ya kugawa makundi yaliyojaa kwenye mzinga. Hapa ndo foundation ya tutakavyoenda kuvielezea mbele. Unapoanza ufugaji nyuki, unaanza na nyuki wachache. Kadri wanavyoenda huwa wanajijenga. Kwa mfano ikifika kipindi kama hiki maua mengi yamechanua na it is nearly swarming season, au swarming season imekaribia kuanza. Sasa swarming season ikianza, maana yake ni kwamba makundi yanakuwa yamezaliana kwa kiasi kikubwa katika hii build up. Kwa hiyo makundi yanaona space yanayoishi ni ndogo kuliko space ambayo yanahitaji. Kwa hiyo yanaamua kujigawa. Yakiamua kujigawa, maana yake wewe utalikosa kundi litakalokuwa limetoka limeenda sehemu nyingine. Kwa kama utakuwa umelikosa lile kundi, ili usilikose, unaamua kugawa lile kundi lako moja kwenye makundi mawili au matatu. Kwa hiyo hapa unabidi udefine mwenyewe kundi lako kulingana na ukubwa wa kundi lako. Unataka kutoa makundi mangapi? Sometimes huwa yanagawika, yanakuwa mawili au yanakuwa matatu. Utaangalia na ubora wa kundi. Kwa hiyo unaweza ukapata makundi mawili kutoka kwenye kundi moja. Ndipo hapo inapokuja hii kuwa ni sababu mojawapo ya upatikanaji wa makundi au njia ya kupata au kuongeza makundi. Lakini jaribu kujua mara ngapi kwa mwaka unaweza ukafanya ugawaji wa makundi, kwa sababu ugawaji wa makundi ya nyuki ni unafanya hii artificial swarming or colony division in expense of honey production. Yaani kwamba ukichelewa kuligawa kundi, ukaligawa kundi kwenye late build up period, kwa sababu build up period kama hichi kipindi kwenye beekeeping seasons, kwenye kalenda ya ufugaji nyuki tuna season 4. Tuna build up, tuna honey flow, tuna harvesting na death period. Sasa build up period ndio makundi yanajijenga. Kwa hiyo ukiligawa kundi katika kipindi ambacho ni late build up period, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba late build up period ukagawa, unaingia kwenye honey flow, kundi alitopata muda wa kutosha wa kuweza kujijenga na kuja kuwa na high population, inaweza kulisaidia kundi kutengeneza kiasi kikubwa cha asali. Kwa hiyo unakuta msimu wa asali umefika, wewe asali kwenye mizinga hakuna. Hiyo ndo kitu muhimu ambacho tunaweza kuzungumzia hapa. Lakini baada ya kugawa kundi, unaligawaje kundi? Kundi linagawiwa, yani kiujumla mzinga mzima ule unaouona. Mule ndani kuna nyuki ambao ni worker bees, kuna drone bees, kuna queen bee. Ni wa muhimu sana. Na zaidi ni queen bee pamoja na nani? Na worker bees. Na lile kundi linakuwa na chakula, linakuwa na brood, linakuwa na nurse bees na adult foragers. Kwa hiyo unapogawa kundi hakikisha umeligawa equally. Kundi moja lazima liwe limebaki na chakula, liwe limebaki na young bees, lazima liwe limebaki na nurse bees pamoja na some of foragers. Lakini pia kundi lingine unaloligawa na lenyewe liwe hivyo hivyo. Sasa utajiuliza, unaweza ukawaje na malkia wawili? Hapana.
huwezi kuwa na malkia wawili. Kwa hiyo unaweza ukafanya njia mbili kupata malkia kwenye kundi ambalo unaligawa. Aidha utafanya queen layering pembeni, then utakuja kuintroduce queen kwenye kundi lile ambalo unalitoa, au utafanya utahakikisha tu lile kundi ambalo umeligawa lina young larva au eggs with less than 3 days old. Wale young larva au eggs ambazo ni young, maana yake wale nurse bees wakisha detect kwamba hakuna malkia ndani ya mzinga wao, watakachokifanya watalea a new queen bee kwa ajili ya kuendeleza maisha mule ndani ya nini, ya mzinga. Lakini pia ukishagawa kundi kwa siku chache utakiwa kulibuguzibuguzi. Lakini pia mara nyingi wao tunashauri ukiligawa lile ambalo umeligawa, jaribu kulipeleka umbali angalau hata kilomita 6, yani mbali kutoka kwenye mazingira ambayo wamezoea, kwa sababu wale forager bees wameshazizoea zile landmarks, kwa sababu wana navigate kila siku wameshazizoea. Kwa hiyo ukiliweka pale pale au ukiliweka umbali wa jirani, kundi wale forager bees wanaweza wakaenda kwenye forage, wakirudi wanakumbuka, wana memorize previous location, so wanarudi kwenye mzinga wao wa mwanzo. Lakini hiki kitu kinahitaji utaalamu sana kwenye kugawa makundi ili kuweza kujua young bees ni kina nani, wao young larva yukoje na eggs zikoje. Sababu session unajua ni limitation sana kwa mtu ambaye atakuwa na concern, anahitaji kujua zaidi, atatuconsult pale kwenye grupu admin yoyote, then tutampa hiyo details zaidi. Ukiingia next ni hii kukamata makundi yaliyo free kwenye yana hang kwenye miti. Kama nilivyokuambia mwanzo katika slide iliyopita kwamba nyuki huwa wana tabia ya kujigawa. Kwa hiyo kama wana tabia ya kujigawa ni kwamba ni hivi, wakijigawa, kama wewe umeshindwa kuwagawa kwenye mzinga, watatoka, watatafuta makazi mapya. Scout bees wata search for a new place, then wataenda kwenye makazi mapya. Wakishaenda kwenye makazi mapya wale nyuki ndo haya, kuna zile temporary location, lakini pia kuna ile permanent ambao wataenda. Temporary location ndo wale nyuki ambao huwa tunawaona wana hang kwenye miti, wana hang kwenye nyumba za watu mwanzoni, zeni baadaye wanaondoka. Wengine ndo baadaye wana decide hapo kuwe ndo permanent location. So kinachokuwa kinafanyika, wewe kama umewakosa au jirani yako akugawa makundi wameondoka, wewe hawa ni free bees ambao unaweza ukawapata, ambayo unawapata kwa kuhamisha kutoka pale walipo na kuwaweka kwenye mzinga. Kuhamisha pale walipo kuweka kwenye mzinga kuna njia tofauti tofauti kulingana na utaalamu. Kama kifaa kimoja ambacho unakiona hapo kwenye picha, hiyo ni swarm catcher ambayo ni net inayotumika kukamatia makundi ya nyuki. Sasa sometimes kundi linaweza likawa limesambaa sana kwenye tawi. Kwa hiyo kuna njia, unaweza ukatafuta hata mfuko wa gunia. Huwa nashauri unachukua mfuko ule wa gunia, lile gunia kabisa kubwa yale ya mpunga debe 7-8, unalitoboa chini na juu linakuwa nani. Litoboa chini unaliweka ndani ya mzinga. Kama unavyomuona huyu jamaa wa kushoto hapa juu, yeye alichukua tu akawatikisia nyuki kwenye mzinga. Lakini nyuki wetu huwa na tabia ya ukali, yani wanaweza wakasambaa. Kwa hiyo zoezi hili la kuhamisha mara nyingi tunashauri lifanyike usiku, na kama hata likifanyika mchana, ukifika yani unawafunika wale nyuki na lile gunia. Wakiwa wanapeperuka wanataka kutoka, wanakuja kutokea kwenye tobo ambalo wewe umeliweka chini, ambalo lile tobo ndio umeliweka mzinga chini yake. Kwa hiyo nyuki wote unakuwa umewakongotia ndani ya nini? Ndani ya mzinga. Hiyo ndio njia mojawapo ya kukamata haya makundi. Lakini hakikisha umekamata nyuki wote. Umeona? Baada ya kukamata hawa nyuki wote, manake unakuwa una uhakika kwamba malkia wao yuko miongoni mwao. Na utakapoenda kuwaweka kwenye mzinga, tunashauri una uwezo wa kuweka zile entrance queen excluder. Kuna entrance queen excluder ambazo zenyewe zitamzuia malkia kutoka. Malkia asipotoka kwenye mzinga, hata kama hawajaupenda, manake watabaki, watazoea maisha humo ndani na utakuwa umewapata nyuki wako. Hiyo ni kwa uchache kwa sababu ya muda na kadhalika. Lakini pia hii ambaye anataka zaidi pia atatuconsult, yani njia moja hapa tunaweza tukazungumzia njia, tukianza tu kuizungumzia njia moja tunaweza tukazungumzia hata dakika 40 kwa njia moja pekee. Lakini kwa hapa tunazungumzia juu. Kwa mfano hivyo kwenye ukiweka mzinga chini ukautikisa
kwa kwetu, kwa sababu nyuki ni wakali, wanaweza wakajeruhi watu, lakini pia kwa sababu huwa wanasambaa sana kwenye tawi, utakachotakiwa kukifanya, nenda kafanye usiku, lakini tumia gunia ambalo ni pana uwafunike, then watakapo shake, watashake kwenye gunia, wataenda kwenye mzinga wako. Yes, lakini inahitaji umakini mkubwa na utaalamu. Kwa mfano, huwezi kukifanya hichi kitu, jaribu kumuona afisa nyuki wa jirani na eneo lako, aende akutolee hao nyuki kutoka kwenye mzinga, kwa sababu ukiwatibua wale nyuki pale, alafu wakatoka wakatibuka, alafu wewe ukashindwa, manake asubuhi watasumbua sana watu pale mtaani. Wakisumbua watu, hiyo ni kesi tayari umejitafutia. Sawa? Hiyo ni swam. Kwa mfano, nani ambaye yuko daa, yule hapo daa kuna kuaga na makundi kwenye nyumba za watu na kadhalika. Kwa kupata hii ndo namna ya kuwatoa. Kwa mfano, kuna namna nyingine ya kuwatoa nyuki, kuwaweka kwenye mzinga wenye masega na kadhalika. Hiyo pia tutaizungumzia huko mbeleni. Next tunazungumzia kutega nyuki kwa vivutio vya kuvutia nyuki. Nikimaanisha ya kwamba kama umeshindwa kukamata swarm, kama uwezi kukamata hizo natural swarm, kama umeshindwa kugawa makundi, maana yake wewe unachotakiwa ndo kukifanya ni kutega mizinga kwenye miti zeni nyuki waje waingie. Hiyo ndo inaitwa let alone method. Na hii ndo tulikuwa tunazungumzia toka ile kwamba sasa hivi ni build up period. Sasa hivi tunavyoongea mwezi Februari, maeneo mengi ya Tanzania maua yamechanua, nyuki wanajijenga kweli kweli. Kwa manake baadaye watakavyojenga zaidi, inapofika late build up period, nyuki wale wataanza kujigawa. Nyuki wale wakianza kujigawa, wataanza kutafuta makazi, na wewe hujui kukamata natural swarm, na pia huwezi kugawa makundi au hauna makundi kabisa. Kwa hiyo unachotakiwa utege mizinga ili nyuki waingie. Sasa ili utege nyuki waingie, kipande cha kwanza tulizungumzia kwenye video iliyopita, ambayo tulizungumzia mambo ya kuzingatia unapotundika mizinga ili upate makundi. Yaani location ya mizinga. Location tulizungumzia issue kama vile kama maji, iwe karibu na chanzo cha maji msimu mzima au mwaka mzima. Lakini pia location tulizungumzia masuala ya chakula, kuwe karibu na nectar, pollen na kadhalika. Lakini pia location tulizungumzia isiyo inapigwa na upepo ule wa direct, isiyo inapigwa na jua la moja kwa moja, lakini wewe unapigwa na jua la asubuhi ili kuwasaidia nyuki waanze kazi mapema. Lakini pia isiwe maeneo ambayo yana usumbufu wa wadudu na kadhalika. Kwa kama ulizingatia vile vitu ambavyo tuliviongea kwenye location, kama ulizungumzia vile vitu ambavyo tulivizungumzia kwenye location, sasa hivi ni vitu ambavyo vinatumika kama baiting material. Baiting material manake tunazungumzia hizi vivutio. Vivutio manake vinavyotumika, kuna nta unaiyeyusha, zeni unairub kwenye mzinga, kwenye entrance, pamoja na kwenye zile top bars na frames. Lakini pia unaweza ukatumia gundi ya nyuki wakubwa na wadogo, au zile ceremony pot. Ceremony pot ni zile storage pot ambazo zinatumika kwenye na nyuki wadogo kuhifadhi asali na pollen. Na zenyewe zile unazichoma, unazifukiza kwenye mzinga. Wanapenda sana nyuki, unakuwa na mimic yani maeneo ambayo wao wanaishi, hata nta na yenyewe hivyo hivyo. Lakini pia kuna mafuta ya mchaichai pamoja na majani ya mchaichai. Haya yote yanatumika kufanyaje? Yanatumika kuvutia nyuki ndani ya mzinga. Kwa hiyo nyuki ndani ya mzinga wanavutwa kwa hivi vitu vitatu zaidi. Lakini kuna watu wengine wanatumia mpaka mavi ya ng'ombe makavu wanafukiza. Kuna watu wanakwambia sui, yani kila mmoja ana njia zake, lakini maarufu na ambazo mimi nimekutana nazo zaidi ni nta ya nyuki, gundi ya nyuki wakubwa, propolis, na nyuki wadogo pia propolis pamoja na cerumen, lakini pia mafuta na majani ya mchaichai. Na strength yake, kwa mfano mafuta na majani ya mchaichai, gundi ya nyuki inaingiza nyuki zaidi kuliko mafuta na majani ya mchaichai, na majani ya mchaichai yanaizidi mpaka nta. Japo nta inatumika zaidi na watu wengi kwa sababu nta ni popular, inafahamika zaidi na watu wengi, ni
yani watu wengi sana wanaifahamu nta, na ni cheap pia na ni available compared na gundi ya nyuki. Lakini kuna vitu vingine nimeviweka kwa alama nyekundu: asali na juisi za matunda na sukari guru. Hizi zinawavutia nyuki kuingia, lakini ni hatari, utakiwa kuvitumia kwa sababu asali na hizi juisi za matunda zinavutia pia wadudu wengine waje kunyonya. Kwa mfano hata nyigu, wale wasps wanapenda kutumia yani vitu vya sukari na matunda, wanavitumia kama nini, kama chakula chao. Kwa hiyo ukiweka mle ndani wanaweza wakawai wao, then ukakosa nyuki. Na kama picha zinavyoonyesha, hii ya chini ni propolis, juu hapo kuna lemongrass oil pamoja na lemongrass leaves pamoja na nta kama inavyoonekana hapo. Then mpaka tumefika hapo, najua nimeharakisha ili tusave muda uweze kuwa rafiki, tusipoteze sana muda. Nafikiri tutatuma linki nyingine kwa ajili ya maswali. Mpaka hapo tunakuwa tumemaliza session yetu kwa haraka, na more concern kama watakaohitaji tunaweza tukawa natoa session ya kimoja baada ya kingine, kwa sababu tukisema tuanze kuelezea kimoja baada ya kingine, vitu vya kuzingatia na kadhalika, yani itahitaji muda mwingi sana. Kwa hiyo ambaye anahitaji tunaweza tukafanya mpaka demonstration kwamba ukigawa makundi unagawaje, ukigawa unapotaka kugawa young bees wakoje na unawaonaje, wale young bees utawagunduaje, kwa sababu wanang'ang'aniaga kwenye masega, hawapeperuki sana. Lakini pia hawa young larva ambaye haja complete zile 3 days hajafika na kuaje, incomplete C shape, mayai yakoje na kadhalika. Then next kitakachofuata wanyama na kadhalika ambao wanasumbua nyuki kwenye mizinga. Hiki ni kipindi ambacho nyuki wanajijenga, wanahitaji utulivu. Kwa hiyo hapa sasa, kwa wale ambao mmetundika mizinga, maana yake ni kwamba kama wadudu watatangulia kuingia kabla ya nyuki hawawezi kuingia. Umeona? Lakini pia kwa wale ambao mna mizinga na ina nyuki, manake wadudu wakisumbua nyuki kama sisimizi, siafu na kadhalika, wakisumbua tu nyuki, maana yake ni kwamba utawakosa wale nyuki, watahama kwa sababu ya disturbance, alafu utawakosa. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kufahamu wadudu gani ambao ni wasumbufu zaidi kwa nyuki na namna ya kuwa control na maisha yao yakoje. Kwa mfano wadudu wa haraka kuna wax moths, kuna large na small hive beetles, kuna wasps, kuna ants. Ants nazungumzia kind zote za sisimizi, siafu na kadhalika. Wote ni wadudu wasumbufu. Haya, kuna wanyama kama huyo honey badger na kadhalika. Yes, kwa hiyo mpaka hapo nitakaribisha maswali na majibu, na maswali na majibu yatatumwa kwenye linki ambayo inafuata. Kwa hiyo ningeomba linki, Matias ungetuma linki kwa group, then tuweze kujoin kwenye linki nyingine ili tuweze kuendelea na maswali na majibu, tuje kwenye next session.